Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũikara thĩinĩ wa kĩrathi gĩa KINYUGO MWAURA. Ĩno nĩ tabarĩra This Is Me, na ũmũthĩ twĩna mũgeni ũgwĩtwo Lena Msoo, na nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtũtarĩria ũrĩa arĩ na experience both bitter and sweet mwena wa Bahrain. Na rĩu tũgũkinyĩte Lena ũgĩthiĩ na mbere na gũtũtarĩria rĩu harĩa wekorwo ũrũgamĩtaga post-inĩ. So kujipata pale niliambia Mungu, can you just fasten the way yenye unatengeneza. Yani saa zingine kuna pahali unafikanga and you feel it is like you are getting closer and closer to God. Si eti juu ya situation, but ilifikanga pahali hadi mimi mwenyewe nikaanza sasa kuenjoy that life. I was feeling venye Mungu tunapelekana, I think tunapelekana vizuri. Mungu ananiletea a certain scene and then anakuja ananiokoa. That is I felt it was a sweet experience to me. Saa hizi ndio naonanga it was sweet, but back then I was not seeing as if it was that sweet juu ya nini. So I told God, whatever way njia yenye una plan kufungua, ebu ifungue as soon as possible. Nikiwa tu hapo, I thank God juu nikiwa huko, I don't know juu nilikuwa natosha tu kuambia Mungu, God, yani kila kitu nilikuwa nataka, nilikuwa naitisha tu kutoka mbinguni na ninaona Mungu amenitimizia. So ukiwa hapa kwa post, what happened? Jamaa fulani nikaona amekuja na dem. Venye walikuja wakapita mara ya kwanza. Venye waliingia wakamalizwa wakitoka, ndipo huu jamaa kaniuliza, how are you? Nikamwambia I'm fine. Inaonekana you are from Africa? Nikamwambia yes. Which country? Nikamwambia Kenya. Wakaniambia, so if you are a Kenyan, then what are you doing here? Nikawaambia saa hizi nataka usaidizi, nataka kujua venye nitafika police station. Wakaniambia it's okay. Unaenda police station gani? Nikawaambia, wakaniambia it's okay, you are from Africa and we are both African, so tutakusaidia. So nikaingia kwa gari tukaenda, but on our way safari ilikatika in this way. Walitaka kujua ni nini kilikuwa kinanipeleka police station. So I gave them my story, and then this guy, he was also a BDF. Akaniambia, according to your story, still bado ukienda police station hautapata usaidizi. The best thing ni kwanza utafute pahali kwanza utulie, and then now you can go now kutafuta usaidizi. Mimi mwenyewe niko na mtu anaweza nisaidia? Hapana. Wakaniambia we have one Kenyan guy, tutakuconnect. Sasa huyu jamaa akaniambia tutakuconnect kwa huyo jamaa. Huyo jamaa atakuhost. So and actually aliongea na huyo jamaa akamwambia we have your fellow Kenyan with us, na she's stranded, anataka usaidizi, so if you can just host her for a few days. By then nilikuwa na plan ni travel maybe like the next week on Tuesday, and I think it was on Friday. So nilikuwa naona siku yenye alikuwa ni host, it was only around 3 days. Akaniambia yule jamaa akasema ni sawa, na nikapelekwa kwake. Lakini sasa pale pa kupelekwa kwake, tulipofika pale on the way, huyu dem mwenye alikuwa na huyu jamaa tulienda na tukamdrop a certain place. Lakini kumdrop yule jamaa ni request nikuje niketi hapa mbele. Kuketi mbele, kufika kwa yule jamaa, ndipo huyu jamaa akaniambia, you know, I have a brother who is a lawyer. The brother can help you to go back to your country. Anaweza kusaidia kama uko na kesi. So akaanza kunionyesha that he is of more help to me, and I was about to buy that until wakati aliniambia you can come and stay with me, and then I will help you through hii process yote. Nikajaribu kuimagine kwenye nimetoka, penye nimefika, nikasema hapana. Wacha niwe nangangana na Mkenya mwenzangu. So jamaa nikamwambia, lakini sikutaka kumuonyesha asione ni kama madharau. So nilimwambia let me first take my stuffs kwa huyu jamaa, and then at least anione juu alikuwa anajua unamletea mtu. After ameniona, then we can get back, alafu sasa tuende kwako sasa, uende unisaidie venye unasema utanisaidia. Tukaenda, jamaa akakuja akanichukua akanipeleka kwake. Venye tulifika kwake, nikamuuliza, nikamwambia how do you know this guy? Akaniambia mimi namjua, ni customer wangu hapa na pale. Nikamwambia ni juu huyu jamaa ananiambia ati atanisaidia in 1 2 3. Jamaa kilicheka tu, kikaniambia obviously huku mwanaume akikwambia uende ukae kwake, obviously wewe ni mwanamke na uko na akili, unafaa ujue ni nini anataka.
hapo ndipo sasa niliblock yule jamaa. Mind you ako chini ananipigia tu kunipigia simu kuniuliza kwani sitoki. Hapo hivyo ndivyo nilimblock na sikuenda. I stayed with the guy the first day, the second day, lakini alinisaidia cause alikuwa na connection somehow. So mimi nilikuwa plan yangu ilikuwa nirudi, lakini sasa akaongea na representative mmoja akasema tutume passport. Kutuma passport number, yule jamaa akatuangalilia. So mimi the last time I was kukule kwa inaitangwa MRA. The last time nilikuwa huko, hao watu waliniambia it shows visa yangu imekuwa cancelled na boss. Lakini sasa huyu boss venye aliangalia, huyu representative venye aliangalia akaniambia, Lena, usidanganywe, your visa inaonyeshana bado iko valid. Unaona? Haya, na sisi sasa nikaambia jamaa, mbona kule niliambiwa iko cancelled? Na hawa wananiambia iko valid. Tukasema wacha tuangalie. Venye sisi tuliangalia haiko inaleta any result. So I was in a dilemma. Sasa nikawa niko confused. Ndipo huyu jamaa ndipo huyu representative tukamuuliza so tufanye nini? Akaniambia the best solution, I think Mungu alitumia that kind of confusion, if I might say. Akatuambia wewe fanye hivi, inaonekana visa yako iko valid until the 2nd of December. Na sasa hizo tuko mwezi wa 7. Akaniambia wewe vumilia hiyo miezi 5, immediately ikiisha wewe unaweza fanya nini? Unaweza rudi in an easy way bila kusumbuana na boss wako. And actually I thought it was also another, and then unaona nimeadvisiwa na representative. So ile mahesabu ya kurudi kwanza nikastop. By good luck my mom walikuwa wamenitumia pesa. Walikuwa wamenitumia 12,000. Ile 12,000 nilikuwa sasa niongezee ifike ndio nilipe flight. So ile pesa what I did, huyu jamaa aliniconnect na dem. Akaniambia, Lena, utafanya hivi, we enda utafute bed space. Bed space nilikuwa nalipa 30 BD. 30 BD by then ilikuanga roughly kitu 7,000 8,000 hapo, if I might say. Haya, alafu akaniambia ukilipa at least ujisustain, and then you can look for a job, you work as you wait, even as long as visa yako iko valid, ni kumaanisha still you can continue working. Unaona? So nikasema ni sawa, na hapo ndipo aliniconnect na dem. Sasa mimi nilikuwa naishi ile ya kupeano, natolewa hapa napelekwa hapa, natolewa hapa napelekwa hapa. So huyu jamaa aliniconnect na dem. Dem mwenye aliniconnect kwake akaenda akanionyesha bed space. Ile bed space nikalipa mwezi wa kwanza, and since I had around 12k nikalipa mwezi wa kwanza na hii ingine nikalipa nusu. So ile pesa haikutosha miezi 2. Juu nilikuwa nataka nilipe nimalizane na mambo na bed space. Mind you, venye nalipa hii bed space, nalipa na sijui nitakula nini, nitakuwa nakunywa nini, ama nitasurvive aje. But hapa penye huyu dem alikuja akanichukua, alinipeleka pahali kwa accommodation na nikaenda nikachukuliwa. Ile accommodation yenye alinipeleka actually, huyo mwenye hiyo accommodation aliniambia you are very lucky. Juu sisi huwa hatuchukui Kenyans. Nikamuuliza mbona? Sasa nimeanza sasa kusikia experiences sasa za Kenyans. Akaniambia it is because you Kenyans you like a lot of dramas. And then you like fighting too much. Alafu during that period kuna ka video kalikuwa kametrade kama dem. Walikuwa wametradisha wakiwa wamechomana. So kakawa kametrade sana, so walikuwa wanaogopa. But huyo jamaa aliniangalia tu on the first sight. Aliniangalia na akaona I was not like the other ladies. So that is why alinikubali. Venye alinikubali, yani alisikia tu, yani nilikubalika tu mbele yake, akanichukua, nikalipa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili huo mwingine nusu. So sasa hapa hivi ni sasa challenge yenye ilikuja ni how to sustain my life and how to keep myself until the end of those 5 months. Sasa hapo ndipo I met sasa the most biggest challenges, na hapo ndipo sasa nilijikubali. Huwa nasikia kuna Kemboi, then I accepted myself as a Kemboi, and that is whom I am, and now I have to venture into that life and face that life just as it is. Pale mbeleni nilikuwa na hepa yule jamaa cause I still had hopes that I will go back home. Lakini sasa I'm in this situation, I have no option. So whatever comes my way, I'm ready to take it. Exactly. And nikasema nikajikubali. But
wakati huu dem alinipeleka kwa accommodation, nilimuuliza swali moja. Nilimuuliza sasa juu umenileta huku, nitasurvive aje? Huyo dem alinijibu tu nini moja. Akaniambia, Lena, mimi sijakuwa job for over 4 months. Na hizo 4 months sijawahi kosa kukula, sijawahi kosa kukunywa, na sijawahi kosa kulipa accommodation yangu. Akaniambia, wewe usijali, wewe nitakuonyesha. Nitakuonyesha how to handle your life. But she mentioned something to do with ati kuna these American guys, they are our good friends. Ndivyo aliniambia. Akaniambia, sasa hapo nikikuconnect tu na kimoja, hicho kitakulipia bills zako zote. So I was like, okay. If that okay, at first wacha niseme sijui nilitake in which way, lakini kwangu mimi, according to the connection that I had with God, I was feeling that was not the right way. But situation inakufanya somehow ukaini kama unakubali, but on one way unafeel hapana. So tulimaliza mwezi wa kwanza. Mwezi wa pili sasa pesa imeenda kukaribia kuisha. Venye imekaenda kukaribia kuisha, mimi sina pesa ya kumalizia rent. Alafu sasa yule mwenye accommodation alianza sasa kuniambia, hey, Lena ni aje? Alafu sasa wao kulingana venye walikuwa wananiona, walikuwa wanaona wewe unashindanga tu uko umelala. Juu by then ni time ya corona, so jobs hata ziko hazijafunguka vile. So watu still hadi wenye wako kwa hiyo accommodation bado wako indoors. So ndipo wakaniambia, ndipo pia wao wakaanza sasa kukua na ile hofu ya what if tuweke huyu dem alafu akose kulipa. Unaona? So wakaanza kuogopa, and then sikuwa nataka wanione ni kama I'm just like any other Kenyan. In short, alafu before then kuna pahali nilikuwa nimepita kwa barabara kwa harakati zangu tu za kwenda police station. I came across this man, akakuja akasimamisha gari V8, akakuja akasimamisha, akanikaingia ndani, akanibeba. Simi nikafikiria ni kama Kenya utapatana na mtu akupatie lift akufikishe penye unafika. Lakini venye niliingia kwa ile gari, yule jamaa kitu ya kwanza kuniuliza, aliniuliza, you Kenya? Nikamwambia yes. Akaniuliza, you want sex? Ndipo nikakuja kujua kumbe wa Kenya wanajulikana na wanajulikana na hii nini. So nikanoti hiyo, and I kept quiet. Sasa mimi nikamwambia no, me no want. Akaniambia, you Kenya. Nikamwambia yes, I'm a Kenyan but I don't want. Akaniambia, you Kenya, you want sex too much. Me give it to you, you say any price. Akaniambia ni mention any price. And one thing I know is that kwa mwenye ako ready na mwenye amejitoa kwa hiyo kazi, you will make a good amount of money. Only that hiyo pesa hujui maybe penye itakumalizia. Juu huyo jamaa alinibeg sana. Akaniambia, you mention any amount, me give it to you. Na nikiangalia alikuwa ni kama alikuwa ametoka soko, alikuwa na tukiumba twake hapo, tunyanya tu vitunguu. So ni kama ni mtu alikuwa ameitishwa apeleke. And then here he is ananiambia, let's go, me give you this amount. So I felt nikaona ananibeba aje. Yani ananibeba aje. One thing hadi nikachukia hiyo kuitanishwa na Wakenya. So kutoka hapo, anytime ningekuja kama cross any mtu aniulize from which country, nilikuwa namwambia Ethiopian. And actually people they knew that I'm an Ethiopian. So sasa pale life ikakuwa ngumu. Yeah, sasa pale sasa life venye imeanza kukua ngumu, hao watu wameanza kuona ni kama naweza kataa na pesa yao. Ilifika pahali nikajiuliza, what will I do? Haraka God, yani kuna this guy alikuwa amenifuata sana. Huyo jamaa venye alikuwa amenifuata, tulikuwa tunaongea sana, akaniambia, Lena, mimi nataka ukuje kwangu. So I was like, I think nilikuwa najua obviously nikienda kwake nitatoka na pesa. That is something that I was sure. So nikajiambia, I think I'll just go see him, and then by the end of the day at least I'll get something, nikuja nimalize hii rent. Lakini alikuwa anakupea pesa free of charge. Hakuwa ananipatia free. Obviously hapo penye amekuita kwake unajua sababu yenye amekuita. He would sleep with you. Yeah, obviously. So venye tulitoka, venye tulipangana tukapangana ni kesho, this time atanikujia.
But according to the connection that I had with God, ile wakati ilifika sasa nikaanza kujitayarisha ndio akuja nichukue, alikuwa nichukue na gari yake. Ile kwa ile harakati nilipoenda washroom kuoga, I remember I cried and I asked God, after being faithful to you all this while, nikaanza hadi kukumbusha Mungu, kumbuka kuna pahali tulipatana na mtu fulani akanibeg sana anipatie huge amount of money, nikakata simply because I fear you God. Kuna yule Mkamerun mwingine pia nilimkataa just because I fear you God. Nikaanza kukumbusha Mungu Mungu 1. Nikaambia Mungu, surely umeona vizuri, this is the only thing that I can do. I remember asking God that question. Nikaambia Mungu, God, if I truly serve you and it is you who have been with me, just make a way. Leta tu anything tu yenye itakuja kuleta confusion ndio nisitoke na yule mwanaume. Yes, nataka situation inataka, lakini ile relationship niko nayo na Mungu hainikubalishi. So I told God, just do something for me, at least ndio nisijipate nimetoka na huyo mtu. Juu nilikuwa naona vizuri one day nitakuwa nimejidhahia. So I was like no. And the most funniest thing, as I told you before, nilikuwa natosha kuambia Mungu kitu na Mungu anatimiza. By the time nilikuwa natoka washroom, juu nilitoka nikiwa na uchungu mingi sana na nikilia sana. Nikienda kuchange, by the time nilikuwa naenda kujipanguza, niliona tu damu imeanza kutoka. Ile damu kutoka periods ama nini? Hata sidhani ilikuanga periods cause haikuwa time yangu ya kupata periods. So it was just a way. I think it was ni Mungu tu alifungua tu hivyo ndio tu ani-prevent. Nilianza tu kuona damu imeanza kutoka, na venye ilitoka, something told me this thing it has happened to stop me from going with that man. And actually I took my phone, I texted the guy and I told the guy, you know what, mimi nilimwambia nimeanza tu kunyesha, ndivyo tu nilimwambia ku avoid a lot of stories. Akaniambia Lena, wacha nikwambie something that I promised myself, sitawahi toka na dem akiwa ananyesha ama dem akiwa amelewa. Sitawahi lala na dem na that type of a lady. Mi kama nikulala na dem, wacha nilale na dem mwenye ako in her sober mind na anajua chenye anafanya. So I remember I texted him back and I asked him, so, na nikaweka tu question marks. Akaniambia, wewe usijali, you just mention anything that you want and I will bring it to you. Imagine hivyo tu ndivyo jamaa alikuja. The funniest thing, jamaa alikuja akanipatia a sum of amount of pesa yenye hata maroommates wangu pia hawakuwa wanaamini ati huyo ni mtu amekupea free of charge like that. Yule jamaa alikuja akanipatia pesa and as a matter of fact akaniletea hadi food. Akaniambia, wewe meanwhile jishikilie na hiyo. And that was the end of me and the guy. Na hiyo ikaisha hivyo. Sasa ikiisha, sasa tumeingia hii mwezi ingine ya 3. Hii mwezi ya 3 pia obviously the same challenge ya rent bado ikakuwa challenging kwangu. And ikafika pahali these guys, tulikuwa na Cameroonians na Ghanaians, wakaniambia, Lena, wacha tukusaidie, let us connect you with one of our brothers, at least our brothers. Cameroonians, they are nice people, if I might say that is according na wenye nilipata time ya kumingle na wao. They are good. So hao mademu wakaniambia, let us connect you with one of our brothers, ili at least akusaidie kulipa hizi bills zako. So that was the idea. And I was like, anyway, it is not bad. And actually kutoka hapo nikaanza hook up. Nasikia kuna huyu brother yangu naweza mpatia namba yako. And then wao wanaitananga ma brother na ma sister. Hawananga shida. So mi napewa namba, and then tukianza communication na mtu inakatika tu hivyo. I don't know what was happening. Inakatika tu hivyo. But I was telling them, I will date the man who will be ready to take me back to Kenya. Wakaniuliza, wewe uko na kichwa mzuri kweli? Ni mwanaume yupi huyo ati unafikiria ati atakulipia ndege urudi kwenu? Wakaniambia, obviously it is impossible. And I told them, no. The man that I will be with, ni lazima kuwe ready kunirudisha Kenya. So wao walikuwa tu wanacheka, and then they were like, that is impossible. And but I overcame that. Out of the hookups hakuna hata mmoja mwenye tuli make until sasa this friend of mine siku moja akakuwa na party. Kukuwa na party, ile party ilikuwa imetengenezwa na these American guys. Na venye walikuwa wamepanga hiyo party,
Wakaniambia Lena, si saizi uko na shida? Uko na shida. Niko na shida. Sasa tutafanya hivi, tutaenda na wewe party and then kwa ile party we will hook you up with one American guy. And then they told me these guys they like slim ladies like you. So wewe hata hautakuwa na ile shida ya kupata mtu. Anyway, na yenyewe haikuwa na shida. It was very very easy. We went to the party na lakini still bado tukienda ile party ilibidi wamenilazimisha sana. Lakini by good luck or by bad luck ikawa nilikuwa nanyesha hiyo party. So I was feeling I'm safe. Sinanyesha, so I'm safe in case of anything. Nothing will mess me up. So tukaenda ile party, kufika kumbe ile party sikuwa najua. Ile party kila dem alikuwa na chali. But nilikuwa nasikia ni picha zilikuwa zinatumwa za madem, nyinyi mkifika huko mwenye alikuselect anakuchukua. So me I got selected by one, na venye tulifika wakati wa presents tulikuwa tunafikiria ni dem atapewa presents, tukapewa sisi wote presents. And then we partied. Sasa hizo nimepatana na hook up guy wangu na tumejuana. Sasa tuko kwa ile harakati sasa ya kuongea, kujuana zaidi. But one thing I always appreciate about myself, I'm that kind of an open person. So even hata venye tulipatana na huyu jamaa, I was very open to him. Na nikawa namwambia I don't like this and this, I don't like this and this, vitu kama hizo. Lakini sasa kwa ile party kuna vitu hazikuwa zinaendelea mzuri. So I decided juu kulikuwa na pombe, mi personally si mtu wa pombe, and remember niko na shida ya ulcers. Juu ya ile time nilikuanga kwa boss. So nilikuwa naona hii nikikunywa itanimaliza. Lakini since I wanted to cover myself from that shame, and then sikuwa nataka ifike pahali watu waone ni kama sikuwa nataka wanione pia niko mshamba sana. So I decided nitakunywa. So I decided I will overdrink. Ili niki overdrink, obviously mimi si mtu wa pombe. So maybe itanibeba, nitalala. In case hata nilale nanyesha. So hakuna mtu mwenye atanitikia advantage of. Lakini bora tu nisikae kwa hiyo environment, as in it was not conducive to me. So nilikunywa lakini siku break venye nilikuwa na expect. But kulipofika kitu saa 8 za usiku, something happened in that party whereby huyu mwenye party mwenye alikuwa amemhostia ni chali yake, alienda upstairs akapata beshte yake akiwa na chali yake kwa room. So the lady got mad and then fight ikaanza. Venye fight ilianza hivyo ndivyo party iliisha. Party kuisha ni usiku, mnaenda wapi? Mnaanza wapi? The funniest thing kutoka hapo si kuona hata huyo best yangu hata sikumuona. Mimi sijui walikuwa wapi. Tulikuwa sasa tunatafutana the following day. Ndio walikuwa wananitafuta, Lena uko wapi? Ulifika nyumbani aje? Mind you by then since tulikuwa tumemingle na huyu jamaa, ilifika pahali the guy was so crazy. Tulikuja tukafukuzwa sisi wote. Kufukuzwa kujipata nje, ndipo huyu jamaa akaniambia since it is late, let me drop you home. Akienda kuni drop, ilifika pahali akaniambia no, since it is too much late, badala ya wende let me go with you and then kesho morning I will drop you off. And I was okay na nikakubali na tukaenda kwake. Sasa mimi najivunia nini? Najivunia I know I'm safe. Yes. So mi tukaenda, venye tulienda tukalala, maindu ni kitu saa 9 sasa huko saa 10. Sasa tunalala masaa mangapi? By 6 nilikuwa nimeamka and I walked out. Hata hakuni drive home, aliniitia cab, ikanipeleka home. Kufika home sasa, kutoka hapo ndipo sasa jamaa akarudi, akaanza ndipo jamaa tukaanza kucommunicate. Akaniambia, oh you know what? I like you, kitu kama hiyo sasa. Nikamwambia it's fine. You like me then. What do you beshte yangu. Sasa mimi nilikuwa na buy advice za mabeshte wangu venye walikuwa wananiambia. Unaona? So beshte yangu nikamwambia huyu jamaa ananiambia hivi na hivi. Akaniambia you just ask him anakutaka kiaje. So I asked him. In fact nilimwambia exactly what my friend told me. Akaniambia muulize kama anakutaka friends with benefit ama anataka ukue demu yake.
So friends with benefit ni penye tutaenda tumalizane, nipatie chenye na nipatia nitoke. Yes. But if I'm a girlfriend, ni lazima take care of me. Yes. And my bills, everything. So tulipoongea na jamaa akasema I want you as my girlfriend. So si nikasema kama ananitaka kama dem best yangu akaniambia then at least that one it is far much better. So I agreed and I fell into it. And then after that tukaka some days. So he slept with you when you were on your periods? No, not then. Sasa hiyo time nishatoka. Okay. After nimetoka juu tulikuwa unajua sasa kwa party tulikuwa tumelewa. So sasa hapa hivi ndipo sasa tumeanza sasa kucommunicate kama watu wako na sober minds. Akaniambia tukaongea, akaniambia it's okay. So one day sasa imefika time sasa ya kulipa rent sasa mwezi wa 3. Akaniambia fanya hivi, can you come? I talked to him, nikamwambia I need if you can help me na rent. Akaniambia it's okay, fine, you will come for it. Lakini sasa before niende ile rent akaniuliza ni pesa ngapi. Best yangu akaniambia mwambie ni 50 BD. Nyumba nilikuwa nalipa 30 BDs, but akaniambia mwambie ni 50 BD. Nikamwambia 50. Akaniambia 50 it is not too much, I will just give it to you. Akaniambia akaniambia tutapanga siku yenye uta come over to my place. And then huyu mtu hataki kukutumia pesa ama hataki kukudropia, yeye anataka uende. And since nilikuwa nimekubali kukua demu yake, I was fine. So venye within hizo masiku I happened to get a job opportunity, na nikawa mwenye alikuwa na connect alikuwa ananiitisha 30 BD. Nikaambia huyu jamaa, instead of giving me 50 BD, that is when I came to know watu they will never help you in anything positive in your life. Unaona kama sasa if you have any positive thing in you, mtu hata support that. But on the negative side, mtu atakusupport. Because I told the guy, fanya hivi, instead of giving me the 50 BD, ati nilipe rent, help me with that BD, I secure a job. When I secure a job, at least I'll be in a position now to pay my rent. Jamaa akaniambia it's okay, I will give it to you, but hakunipatia. Until aliniambia no, I won't give you that BD, I will give you the 50 BD that we agreed. So hiyo Friday akaniambia can you come over my place? So I went, nikaenda nikalala kwake hiyo siku. So kesho yake I went home. Lakini I was that kind of a person, I know obviously ukienda ulale na mtu alafu akupatie pesa, that is prostitution. And I was against that from the word go. And then sikuwa nataka ionekane ni kama nafanya kazi sasa ya kujiuza. So to avoid all that, what I did, I told this guy, venye tulifika huko, nikitoka sikumwambia chochote. Na venye nilifika sikumuitisha pesa, hiyo siku nilifika. Na venye nilifika asubuhi sikumuitisha pesa, thinking that alikuwa anajua. Alikuwa ameniambia nikujie pesa. So I thought maybe atajiambia anipatie ile 50 BD. But hakunipatia. So nika-assume ni sawa tu. And since I was ashamed of myself, siku manage na mimi pia kumuitisha. Nimeenda nimerudi kwa accommodation. Kurudi kwa accommodation, I texted the guy. I asked him, what about the money you had promised me? Akaniambia, oh, why didn't you remind me? Lakini before then I had told the guy I can't sleep with a man for money. So nilikuwa nimemwambia. So sijui ni advantage aliamua kutake ama ni nini. So hakunipea. Akaniambia ati by the time I was with you, you could at least have told me, you could have reminded me. Aliniambia ati alisahau. Akaniambia but don't worry, kesho nitakupitishia nikitoka job. And I was, it's okay. Lakini sasa hiyo usiku I used to pray a lot. Nilikuwa naomba sana. Hiyo saa 9 za usiku niliamka kuomba. Na wakati niliamka kuomba, nilisikia sauti. Nikasikia ati nimeulizwa, Lena, ever since you came from your boss house, I have been taking care of you. Tumepelekana na wewe until to this point. Lakini leo hii umeamua kutoka from my ways and to go on your ways. And so that you can know that I'm your God. And I'm the one who has been taking you through this journey. I'm going to make sure that that man is not going to give you even a single coin. Sasa hapo, nikaanza kujitetea kwa Mungu. And I told God,
remember this is the only man that I have come across. So it will be good, sasa mimi ile tu kujitetea, it will be good if you will just let us be. Sasa mimi naona tu ni kama tu kawaida, nikaambia God, see it is just a matter of a few months, alafu mimi nirudi nyumbani. Nikaambia Mungu, just keep this man since he's the only one. Na nikaambia Mungu, remember mimi sitaki kutoka from one man to another, just let this man be, let him stay until wakati wenye nitarudi nyumbani. But nilirudishwa nikaambiwa I will send somebody to you. And then nikaona nimepewa date na nikapewa day na nikapewa mwezi. Lakini venye napewa hivi, I remember asking God, sasa umeniambia utanitumanishia mtu. Huyu mtu mwenye umeniambia utanitumanishia, sijui ni mtu aina gani, sijui ni mtu wa nini na sijui ni mtu wa kufanya nini. So I asked God, na juu kesho kuna pesa nahitajika. Kesho yake nilikuwa nahitajika 6 BD. Nikauliza Mungu, sasa juu kesho nahitajika 6 BD na ni lazima nikuwe nazo. So my hope it was to that guy akuje anipatie pesa ili I can pay the 6 BD and then I pay the rent. Nikasikia nimeambiwa ati just wait and see what I will do. After that, God connected me with the person, na yule mtu akanisaidia and he paid my ticket and I came back to Kenya. Yeah, so that is how I found myself in Kenya. Yeah. How did you feel kufika Kenya finally? It was good. I felt good. Yani, it is something that I never imagined of, and I never imagined that it could have come in such an easy way. Yeah. Yendi alikulipia hadi ticket na kila kitu. Yeah, mwenye tulipatana na yeye, yeye alinilipia ticket, akanilipia kila kitu. In fact, hata aliniuliza from airport kwenda kwenu ni how much. Nikamwambia it is this amount. Akanipatia cash, akaniambia you just go home, and then but it was on agreement nikifika Kenya nimrudishie pesa yake. Yeah. Oh, uliweza kumrudishia? Siku meku kumrudishia, and actually the person instead ya kumrudishia, he became a very very good supportive person. Juu hata venye nilirudi, he supported me in a big and a huge way, and kutoka hapo up to date I always say penye nimefika it is because of that person. So I always say it was kind of a destiny connection. Ako uko Bahrain ama ako huko? Yeah, ako huko. Ah, good. Yeah. So niambie, how has life been tangu rudi? And maybe uliweza kurudi na anything in your hands? Si kurudi na chochote, nilirudi tu na only 16,000, lakini hiyo 16,000 still it was not enough. Yeah, it was not enough. Sikuwa na chochote, yani nilirudi tu hivyo. Yeah. Okay. So saa hizi unafanya nini? So saa hizi I have a business. Niko na beauty shop na M-Pesa ndani, and pia there is a few stuff still nafanya bado kwa ile shop. Yeah, so that is what I'm doing for now. Okay. So niambiaje Lena, kabla nikuachilie, nataka unieleze aje, what would you say about the lifestyle ya wale watu ambao wamekemboi wakiwa kama huko kwenye ulikuwa Bahrain? Kind of yes, what kind of life do they live hiyo ya Kemboi? Okay, personally if I might say, hawa watu hawaishi maisha mazuri. They don't live well juu unaona kama hauna job obviously and you need a life to sustain you. The only and the best and the easiest way it is for you to move with men. That is the only easiest way for you to manage that life there. Yeah, so you will just have to. What would be your advice kwa wale watu ambao wako huko na wanafikiria kukemboi? Mtu ameajiriwa but you want to kemboi. What's your advice? Whether ako Saudi, ako Bahrain ama wherever. Mtu akutaka kukemboi, naweza mwambia tu wacha tu akemboi juu mtu anajua the reason as to why una kemboi, and then pia kuna wenye wanatoka with good intentions, wengine wanatoka out of situations. So mwenye anataka kukemboi, wacha kemboi, but before you kemboi it is on your own risk. Ukifika huku nje, there is nobody who is there for you. There is no mother no father that you are going to find out there. So it is for you to depend on yourself. So kemboi but at your own risk. Yeah. Haya Lena, kuna kitu nataka kujua. After umerudi na umekuja Kenya na umeona for sure niliteseka sana venye niko nimeenda Bahrain, umetuambia ulikuwa umeenda kutafuta peace of mind. So tell me,
when you came back to Kenya, you have only come back na 16,000. How did that make you feel? Did you feel stressed? Did you get depressed? That is 2020 mwisho. 2021 pia bado COVID ilikuwa inasumbua watu huku. So, and how did you just make yourself kurise tena kutoka kwa hiyo shida yote? If I can say, it was a matter of destiny connection. Juu ile destiny connection, unaona kutoka pale penye niliambiwa God will send somebody to me. Yu huyo mtu, wacha niseme alinisupport in each and everything. Ingawa nilirudi, lakini sikuwa na startup. Sikuwa na starter yeyote. Alafu what I came for, because kumbuka nikitoka I was in a relationship. Hii relationship, remember I have been catering for this guy all that time that I was there. Lakini sasa nimerudi. Ulikuwa unamtumia pesa yako? Of course. Hizo miezi 6 zenye ulikuwa umeajiriwa? Yeah. Mind you, yeye hakuwa anafanya kazi. Leave alone that. Hata venye nilikuja nikakuwa Kemboi, the only little thing that I used to manage out here, juu Mungu alinisaidia na nikapata another job, na it was well paying, I still went ahead and supported the guy. But kukuja, to my disappointment, the guy had moved on. Ni kama alikuwa amemove on na ex wake, but hakutaka nijue nikiwa huko. So nilijua wakati wenye nilirudi. Oh, yeah. Yeah. And you hope tukirudi mtakuwa pamoja? I hoped. In fact, I was coming for marriage. Juu mimi nikikuja, alikuwa ameni promise tunakuja tufanye wedding. Actually, even the wedding arrangements, they were there. Lakini kufika, nikapata it was the opposite way. Yeah. So it never worked. Yeah, it never worked. So I just decided to walk out after a lot of stress. Juu tulikuwa tu tunasumbuana. So I saw this was not the life. So nilijitaka mkutano, and I decided to be me, na nikajiambia, Lena, you have always been a failure, umejaribu a lot of things. But sasa, I started getting a lot of breakthrough, yani God started coming up for me, and then kutoka pale penye niliambiwa maisha yangu imefunguliwa, from then I can't regret. By the way, if there is the most time in my life that I have ever enjoyed life, ni saa hizi. Watu wanasema life is hard, lakini unaona kwangu mimi, I'm just freelancing. I just feel everything is okay, and then I have a lot of breakthrough. Ilifika pahali after tumeachana na yule jamaa, he was kind of my destiny barrier ama ni nini. From there, hata job kwenye nilikuwa nafanya juu by then I was employed, tulipata promotion, tulipata nini, tukaongezwa mshahara, and then apart from that, Karo, nilikuwa nakaa hivi, nilikuwa nifanye a transaction, ile transaction, yani niliona Mungu kwa njia ya ukuju, nilikuwa nifanye transaction, ile transaction iende, lakini zile pesa bado zibaki kwa account yangu. As in it was just, yani nilianzanga kupata breakthrough mingi sana, pesa ikaanza kuflow, and everything went well. Nikaanza projects home, saizi niko na manguruwe mingi sana, niko na mambuzi huko nikuzana tu zinazana, and I thank God for everything. Wow, that's lovely. Yeah. Wow, so nataka uambie watu YouTube channel umetuambia uko nayo, na unaimba bado, na utawapia pia namba yako. My YouTube channel ni Lena Msoo Official. Yeah, niko na nyimbo pale, mnezenda pale mnisupport and you subscribe. My number ni 0701 544 303. 0701 544 303. Yeah. Thank you. Lena, please give your parting shot to other women, other ladies, something you'd like to, of course, tukikuja kwa interview, kuna ile parting shot ulikuwa unataka uachie watu. What is that word unaweza taka uachie watu? In life, keep God first. In each and everything that you do, always put God first. Without God, you are a nobody. And with God, everything will, as in everything, God will provide everything for you. So the best thing, ni watu wakae kwa Mungu. It doesn't matter the challenges that you are going through. It doesn't matter the situation you are going through. But when God is with you, everything will be fine. Thank you muno Lena, asante sana, na hau niho tukuhingira interview ito ya umuthi. Tucokeria ngatho mukawa Sports View, na tucokeria ngatho kambuni ya wendia wa migunda ya Brico Homes. Ritwa riakwa ni KINYUGO MWAURA. Kundu mundu no wake. Yes, why? Tiri wa huko no ni red soil. Yes. It's a virgin land. Number 2, haria mukira ri nona hena kirasha. Maana ata mama higa. Kagoto na nona thitima ndire mugunda-ini no ino thitima ndura kimeno ni wena ito thiururukiirie. That's it. Koguo uko no wake na witure na no igwa wetha ni njega utikire na heho yo nyingi.
we thank God na mĩciĩ kinya ĩrĩa ĩrĩ kuo Paul ya aikari na atũũri mĩciĩ mĩega mũno kũndũ maũndũ marathiĩ na mbere ma o mũthenya Paul gũkũ nĩ Sila Gardens phase 3 nĩguo koguo rĩ twĩna mĩgũnda ĩigana atĩa na mũigana wa mĩgũnda ĩno rĩ the size ĩigana atĩa tondũ kaingĩ andũ nĩ mendete kũenkwaya ũguo mũigana wa mũgũnda one nyendaga kũthomithia mwĩroreri tondũ mũgũnda to kũgũra harĩ watho ũkoragwo kuo thĩinĩ wa thirikari more importantly wa Physical Planning Act watho ũcio rĩ nĩguo ũkoragwo thũrimĩte kũndũ kũrĩa kwagĩrĩirwo gwatũrwo mũgũnda ũkauga atĩrĩrĩ kuna gũtingĩatũrwo buroti ya 40 by 20 gwĩ kũndũ nginya watho thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya ugaga ndũngĩatũra 50 by 100 tondũ nĩ thĩinĩ mũno but here nĩ gwĩtĩkĩre koguo it is 50 by 100 that is number one na tutina na buroti nyingĩ twina buroti 196 o icio tu no icio tu 196 no already andũ nĩ magũrĩte already watu wameshanunua ona matarĩ moka tondũ karo andũ nĩ mamenyirwo tumeraga nĩguo